Sasa kama ambavyo tulikwambia tutakuwa na Jay Kipolo, kashaingia studio hapa, tupo na mzee wangu kabisa. Mambo vipi mzee wangu? Kama kaa. Unyama? Karibu bwana DSJ College. Jay Kipolo bana ni moja kati ya content creator lakini pia comedian ambaye anafanya poa sana kwenye pande mazima ya content, lakini kwenye masuala mazima ya shooting video zake ni moja kati ya video ambazo zinazingatia sana engo. Mimi kwanza ningependa kufahamu kwenye namna anavyoshoot, huwa anazingatia nini kwenye shooting zake, kwenye kuandaa content zake ili kuhakikisha zinatembea sana. Wewe unazingatia kitu gani kwanza? Cha kwanza kwenye content, kitu cha kwanza kabisa ni idea. Idea lazima iwe ina vitu vingi. Msiwachoshe mashabiki zenu. Sasa hiyo idea labda kama mimi ukiangalia mimi ni napenda sana siongee sana. Sipendi kuongea sana kwa sababu watu wengi wanaongea. Kwa mimi naona nipunguze, alafu naweka vitendo vingi na uchizi kidogo. Okay, kuna moja kati ya comment ambao niliona kwenye page yako, kuna mwamba mmoja alicomment, Jay Kipolo ni moja kati ya comedian ambaye ana zile toni za Mr Bean. Hivi ni kweli. Maana pia namfuatilia sana. Kwa sababu unajua kwenye kila kitu inabidi umwangalie mtu ambaye unafanya vitu ambavyo unafanana naye. Kwa mimi vitu vyangu, kwa sababu mimi siongei sana. Ukiangalia Mr Bean pia haongei sana, vitendo vingi. Na kuna filamu zake kabisa nyingine haongei kabisa. Umeona? Kwa hiyo namwangalia kwa sababu na mimi nataka niwe kama yeye. Kwa hiyo namwangalia kwa sababu hivyo. Kwa hizo comments zipo. Bwana Jay, mimi nataka nijue kitu kimoja. Katika scene zako ambazo unacheza sana, kuna ya kulelewa na mshangazi, kuna ile ilikuwa ya Basata, mzee wa Basata. Lakini kuna hii moja ambayo umecheza umevaa mavazi ya kike. Ipi ni content ambayo inakupaga ugumu sana kipindi unataka kufanya shooting? Inaonipa ugumu. Yes. Kwa kweli sidhani. Sina, yani hamna. Hata pale ofisini kina Leonardo pia naambia, yani hamna content ambayo au character ambayo inakuaga ngumu. Naambia chochote leteni, mtaka sijui nicheze sijui mwanamke, sijui bibi. Unakuja nicheza kama mama. Zote naambia leteni chochote. Ndio. Na by the way, na imani utakuwa na wazazi au na watu nao waheshimu wakiona hizo content ambazo umevaa wakina mama mtu. Yes, uhusika wa mwanamke kuanzia mama la mama, mama na ndugu jamaa ambao wanakujua huyu ni Jay. Ugumu. Yes, ni ugumu gani kuaminisha kwamba hii tu ni content lakini mimi sipo hivyo? Mamangu analalamika sana. Labda na message kuna ile nani moja nilivaa shanga. Tight. Sasa kabla hujafika Jay, tulikuwa na profile ya Professor Jay na ya Mwana FA. Sasa kitu ambacho tulikuwa tunajiuliza ni kwamba tuliona mbilinge ya wasanii wengi, sio comedian tu, au watu wengi wenye vipaji, familia zao kuto kuamini katika sanaa, yani hawaamini kama watoto wao watakuja kutoboa kwenye sanaa. Wewe kwa mara ya kwanza mzee anakuja unamwambia au anakuja kuona kwamba mwanangu sasa kama alikupeleka shule lakini sasa hivi anamuona yupo mitandaoni anaigiza. Na si kuigiza tu, ndo kama hivyo unavaa mavazi kama hayo. Yeye mara kwanza ulikuwa na ugumu kiasi gani au tu walivyosikia akaamua tu kubless? Kwanza mimi nilianzaga tu mimi kama mimi kwa sababu nilikuwa naangalia mitandaoni kipindi hicho kina Oka. Yes, Okomalti mzaka poza yas. Moto sana enzi hizo kina Nkozumo. Ndio. Kwa hiyo nikawa naangalia nikaja nikaona mbona kuna madogo kabisa kina Maizumo. Ndio. Mimi mkubwa kabisa. Ya Dogosele. Kina Dogosele. Lakini walonishawishi na kina Okamati. Yes. Naona. Kwa hiyo nikaanza kujaribu. Unaona. Nikajaribu ilikuwa tu kama utani. Kuna rafiki yangu mmoja aitwa Faraji alinipa comment kwamba mbona kali. Sasa ile comment tu ikanifanya sasa kukutia moyo niendelee zaidi. Umeona? Kwa hiyo ikaanza kama utani. Umeona? Wazazi wakawa wanajua hamna kitu anafanya. Umeona? Lakini kila siku tunarudi kwa naona mbona huu vitu anazidi kufanya hivi vitu, na kipindi hicho niko shule. Wazazi hawapendagi habari za sanaa na shule hivi huwa hawapendi. Kwa hiyo nilikuwa napata tabu. Kwanza simu nilikuwa sina, nilikuwa natumia simu ya mama. Kwa hiyo nilikuwa napata tabu sana. Wazazi wanajua hizi zinaharibu sana watoto. Ndio. Umeona? Kwa hiyo walikuwa wanazingua sana.
ni ngumu, yaani ni ngumu, ilikuwa ni ngumu sana kwa mzazi. Lakini sasa hivi ninavyoongea wameshaelewa kwamba hii ni miongoni mwa sehemu ya kutafutia riziki. Unaona sasa hivi kwa sababu sio wanaona hela. Ndio. Matangazo ya kumwaga. Okay, by the way kuna content zako ambazo zilikuwa zinatembea sana za BASATA zile, unakaa unachambua nyimbo za wasanii. Zile content sasa ningependa kujua kwa upande wako mwenyewe, wasanii washawahi kukucheki wadogo, mbona kama unatusema sema sana? Hapana, haijawahi kutokea hivyo, haijawahi kunishtaki. Na mimi pia kwa sababu nilikuwa ilikuwa ni sio kwa ubaya sana, kwa hajawahi kunifuata DM hivyo. Sasa unajua mtaani hapa tunaaminishwa pia kwamba comedian ni watu ambao wanashirikiana sana. Yaani jambo lolote ambalo linafanyika na comedian, basi utaona comedian kibao wamejadhana kwenye hilo tukio. Kwa sababu nyie biflenu bado halijaanza kuonekana moja kwa moja. Sasa nataka nione ili nisikie kitu kutoka kwako. Kipindi cha tuzo TCA, kabla ya ugawaji wa tuzo, mliitwa kwanza na BASATA, mkakutana na majukwaa yote. Wewe unakuwa kwenye kundi la watu baki kutoka na ya Cheka Tu kwa sababu upo karibu sana na Leonardo. Lakini pia kulikuwa na watu baki wengine ambao hapo jukwaa lolote, lakini walikutana pale. Mlivokutana, kitu gani ambacho nyie kama nyie mlikiongea kabla kukutana na BASATA, mlikiongea ili muweze kukuza sanaa yenu au kukuza tasnia yenu ya comedy? Swali langu ni kwamba mnaonekana watu ambao mnashirikiana sana, na ndio maana hata siku ambayo mnakuja kuandaa tuzo za BASATA mlianza kuitwa kabla siku ya tuzo, si ndio? Mlivyoitwa pale mlikuja watu baki, watu wa Cheka Tu na wengine ambao hawana majukwaa. Mlivyokutana pale, kwa sababu nyinyi mnashirikiana, mliongea kitu gani kwa pamoja kama comedian kukuza tasnia yenu? Kwa sababu Bongo Flava ishaenda, si ndio? Ila comedian ndio inakuja hivyo au ndio inaenda. Kitu gani ambacho mlikiongea kama comedian kwamba tukifanya hivi au tukitoa bifu hili, tukifanya kitu hiki, comedian tutaenda sana kuliko ambako sasa hivi tupo, kutokana na umoja wenu ambao watu tunauona huko nyuma? Comedians kwanza kweli kuna ushirikiano fulani, hamna bifu sana. Ndio. Na kuhusu kuongea, watu wanaongeaga sana. Tunaongeaga sana. Ndio. Unaona, japo azikuagi sana zile za kimtandaoni sana. Ndio. Ila watu huwa wanaongea sana. Tunaongea sana. Ndio. Private lakini. Kwa hiyo tunaongeaga kuhusu kuinua. Ndio. Ndio. Kuinua hii tasnia yetu kwenye swala zima la content creation. Yes. Namna gani tunaweza tukafanya tukawa yani tukafika mbali. Unaona, international zaidi. Japo wengine ndio hivyo unakuta ni wabishi. Ukiwaambia hivyo wengine unakuta kama vile ndio umemdharau au umemtukana, wengine hawataki kuambia. Okay, lakini hapo kwenye swala za tuzo tulitegemea tutamuona Jay kwenye zile tuzo za comedians. Ilikuwa kuna namna ambapo uliapply au kuna namna gani ambapo hatukuona kwenye tuzo? By the way, kulikuwa na kipi ambacho labda kuna maana Angozala alisema aliapply ila walimletea Uswahili. Kuna wenzake waliambiwa waende BASATA kwa ajili ya kujiandikisha, ile alipigiwa simu tu aliambiwa tutajie majina yako. Kwa upande wa Jay kuna kitu, kuna sababu au wewe mwenyewe kuamua tu kuattend zile nanilio tuzo? Kwanza mimi ni yani ilivyo nahisi bado mimi sababu bado sio mkubwa sana, umeona? Kina Angozala upinzani mkali. Kina Angozala umeona ni wana account kubwa, video zao zinaenda sana, umeona? Pia kuna yani ukiangalia zile tuzo kuna namna fulani, yani kuna watu wamekuwa favored sana, umeona? Kama unakuta watu labda wa Cheka Tu wako wengi sana kuliko wote. Kwa hiyo kuna watu walipigiwa bwana, njoo wewe usije hivyo. Kwa sababu wangechukulia hata kina nani? Mr. Navi Chengeo. Ndio. Wote wale hawakutaja. Nitegemea wale wawepo kwa sababu wale mimi na wao kidogo tunafanya content ambayo tunafanana. Yes. Lakini hawakuitwa pia. Kwa hiyo wanaangalia. Sasa kwenye upendeleo hapo, zile tuzo ziliandaliwa na watu wakasema afadhali wamepata mkombozi. Lakini baada ya tuzo sasa maneno yamekuwa mengi sana. Tuzo ipi ambayo unahisi aliyoshinda akustahili kushinda? Kwa sababu umekiri kwamba kama kulikuwa na upendeleo wa Cheka Tu au nini, ndio maana anajua kwamba tuzo ipi ambayo unahisi huyu kashinda lakini akustahili na alistahili ni huyo. Hapo
sasa hapo. Au anakuchonganisha. Anakufunga. Hapana, kwa sababu gani? Tuzo ndo kwanza imeanza mwaka huu. Unavyoongea hapa leo unamfanya Umelimpo kwa sababu ndo mwanzilishi wa tuzo. Mwakani watu ambao waliwachagua wao kwenye kamati ya tuzo. Sasa mimi ni msanii sasa. Ingekuwa bora hata nisingekuwa msanii hapa ningetoa maelezo yote. Yaani kwa sasa hapo ndio swali nimekuuliza kwa sababu wewe ndio upo ndani kabisa, unajua kwamba mbona huyu ni mkali kuliko huyu. Tunajua wenyewe kwa wenyewe sasa kikali tunajua bwana mtu fulani kapendelewa, mtu fulani hakustahili. Kama Leonardo. Ndio. Yaani alistahili kuchukua tuzo 3 pale. Ndio. Ule usiku mmoja. Ila hivyo akapewa tu moja basi. Kwa kuna watu ndio walipendelewa kabisa na huyu. Kwa mfano kama Kipotosha ibidi apate lakini hakupata. Sasa pale Kipotosha kama wewe ungekuwa ndo miongoni mwa wale ambao wapo ndani wale kamati ya tuzo, sasa Kipotosha ungempa tuzo gani? Katika hizo ambazo list amestahili, ipi ambayo Kipotosha alikuwa anastahili hii hapa lakini hakupewa? Yaani hata kukosa zile kubwa alipata hata ile ya best stand up comedian wa kiume. Kwa maana yake hapo narudi kwenye swali langu kwamba Eliudi hakustahili lakini tuzo alistahili Kipotosha. Kwa sababu hiyo tuzo anayoisemea alichukua MC Eliudi. Ndio alichukua the best male stand up comedy of the year. Lakini hakuchukua, na hiyo anasema kwamba hiyo halistahili kabisa kwa sababu amekosa kuchukua tuzo kubwa ambayo amechukua Leonardo. Angechukua hata hiyo kidogo Kipotoshi, angekuwa kama kafutia jasho. Ina maana kwamba Eliudi hakustahili mbele ya Kipotoshi. Hapana. Nimesema tu wale angepata, alistahili hata ili angepata ingekuwa unyama kwa sababu Kipotoshi yuko vizuri kwenye stand up. Yuko vizuri sana. Hata pale ofisini tunaongeaga hilo swala. Yuko vizuri, ile jamaa anachekesha. Kwani wewe sasa hizi ukiambiwa utupangie listi ya comedian watano kitanzania, hapo wanawake na wanaume. Yaani comedian wote unaowakubali ambao unajua hawa wanafanya vizuri na wanastahili kukaa nafasi kwa kuwapanga namba moja fulani mpaka namba 5 fulani. Unaweza kutupangia vipi comedian? Yes. Kwanza Leonardo. Ndio. So kwa sababu unafanya naye. Ndio, kwa sababu anastahili au boss. Ndio. Yaani yeye yuko juu sasa hivi. Umeona eh? Sasa hapo zimebaki 4. Mwenye jioni. Au ndio leo anasema yeye ndo namba 1, namba 2 mpaka namba 5. Comedian wanaofanya vizuri. Ndio. Sasa hivi. Yes. Unawakubali. Hakuna kuwakubali afu yani unawakubali lakini unawakubali kwa sababu wanafanya vizuri na sisi tunaona kwa sababu namba zinaongea. Sisi tunataka tuone uhalisia, yani ule uhalisia. Anisieki kwenye ninawakubali. Ndio. Kwa uhalisia. Wanafanya vizuri. Leonardo yupo namba 1. Ndio. Namba 2 nikasema TX Dula. Yeah. Eliudi. Ndio. Kidogo ngemweka lakini Kirodio sasa hivi yani sio yani hayupo kwenye comedy. Ndio. Yeye ni mtu sahihi wa hizo projects zake. Ndio. Bado wawili hapa. Nimesema na nani? Yaani comedian kama kuna mwanamke ambaye unahisi anastahili kuwa kwenye hiyo list yako, mchape. Hapo Nanga uji. Kuna nani tena? Mwisho sasa. Naona wanaume tu ndio. Tajie. Kwa mwisho Ndaro. Kwa maelezo yako ambayo nimeyasikiliza umesema wewe unaona ni wanaume. Wakati tumeona tuzo za TC pale kuna kina dada, kina mama Chanja, kina Asma wamechukua tuzo kubwa. Why ni wanaume peke yao? Kwa nini na wanawake wasiwepo yani? Sasa hapo labda ni watenganishe kwamba nitaje pale nitaje wanaume sasa hivi nitaje labda wanawake. Lakini kiujumla wanawake hawapo kwenye top 5 hivi. Hawezi kuwasogea wanaume bado wanakimbiza sana. Unahisi ni sababu ipi ambayo? Lakini tunaona Asma anaonekana yuko vizuri. Wanawake tuseme sio kwa ubaya. Mama wigi wale nini? Sio kwa ubaya lakini wanawake wako yani content creators sio wengi sana wa kike. Kwa hiyo pia ni wachache. Unaona kuna Asma, kuna mama Chanja, mama Mawigi. Unaona Yes. Naona hao ndo wanakimbiza sana mtandaoni. Sasa hivi ukisema uwataje wanawake wanaokimbiza mtandaoni, lazima umweke Asma kwanza,
umweke Mama Chanja, ndio alafu ndio wafuate wengine. Sasa Jay kwenye tuzo, kwenye ile best duo tuliona amechukua Ndaro na Steve Mweusi. Lakini wewe ulituambia kwamba miongoni mwa watu walio kuinspire kuingia kwenye comedy ni Kapoza na Martin. Yaani Oka na Martin. Si ndio eh? Sasa maana yake Kapoza na Oka. Yes. Kapoza na Oka. Ndio alikuinspire kuingia kwenye comedy. Hivi unahisi kwamba ile duo ilistahili kupewa tuzo kina Ndaro, au kuna wengine kama labda Maizumo na mke wake pale, Uncle Zumo na mke wake, au kina Kapoza au kina mkali wenu enzi zile? Nahisi kwanza hizi tuzo zimetolewa kulingana na mwaka jana. Si ndio? yes Kwa hiyo ukiangalia mwaka jana walikuwa wanakimbiza kwenye hizo duo, unaona kabisa kuna Steve Mweusi na Ndaro, kuna Shafi na Nanga. Ndio. Kwa hiyo wewe ukaweka sijui kina nani? Kina Maizumo. Unakuta wamepoa au hawafanyi tena au wanafanya kwa muda mrefu, distance kubwa. Wakati kwa kina Nanga kina Ndaro kila siku wanazishusha double. Na kina Oka kwa zamani. Sasa hivi naona kama wamedilika, naona wanaimba sana. Na ukimya wako huo ambao upendi sana kuongea, ukipewa mic na kwa mzungu ukasimama pale mbele ushikeshe, umesema hautoweza. Vipi Lamata akiamua apike kwenye jua kali? Kule naenda. Mimi napenda kuigiza. Kwa hiyo kule mimi ningeenda. Na hujawahi kupokea request yoyote ya maigizo? Sio lazima kwa Lamata, hata kwenye movie, tamthilia nyingine, kwa sababu sasa hivi naona tamthilia nyingi zinatoka na wanaochukuliwa ni hao ambao tunaona kwenye mitandao tu hapa. Wakina Naniliu nani? Jina limetoka kidogo. Huyo Azegai nani? Yes, Jeli Master. Yes. Mimi hapana sijapokea bado, ila wakati ukifika tutaitwa tu. Ndio bado nadhani. Je, kuna watu wanahitaji kufahamu zaidi, yani unafahamikaje, yani vipi, unaishi sehemu gani, akaunti zako, lifestyle yako ipoje? Kuna watu wanatamani kujua. Wengine hawajui hata je ni mtu wa wapi. Hata wengine hawakujui je ni nani, kabila gani, anafanya nini Kuna mwingine ndo anafungulia radio yake sasa hivi anatamani kujua. Sawa. Mimi kwanza majina naitwa Jamal Mustafa. Mimi ni Muislamu. Mtoto wa 2000. Mimi ni Mtanzania japo originality kabisa. Mamangu ni Kenya. Babangu pia sio Mtanzania. Alafu sasa unakuaje Mtanzania? Bye bye. Na pia wazazi wangu wapo hapa tangu nazaliwa. Kwa hiyo sisi ni Watanzania. Shaka tumezidi ile miaka ambayo inahitajika ukae. Ndio. Unasema wish. Yes. Hiyo ni lazima. Nyumbani. Sasa ni Mtanzania lakini wazazi nyumbani kwa wazazi labda hapa Dar es Salaam. Wazazi wangu na Mbweni. Okay. Okay, kwa kumalizia hivi unamshauri nini kijana ambaye yupo anatamani siku moja kuja kuwa kama Jay, content creator mkali lakini pia editor mzuri, azingatie vitu gani kwenye hii generation yenu, game yenu ya sasa hivi kwenye masuala mazima ya content creators? Aje na idea gani au afanye vitu gani ili na yeye make sure video zake zinatembea na vitu kama hivyo? Kwanza afanye sana research. Unaona anafuatilia sana. Yaani muda mwingi unaisha anakuwa anafuatilia kuliko yani kushoot tu kila muda ovyo. Unajua tunashoot nini? Yaani kaa chini, fuatilia sekta yako. Kwanza wewe unafanya comedy aina gani? Labda wewe unapenda za kuongea kama za kina Leonardo au unapenda za kwangu hizi. Kwa kama unapenda za kwangu, fuatilia watu ambao wanafanya hivi vitu kama ambavyo unapenda. Labda unafuatilia mimi, unafuatilia Navi, Chenjeu, Tex Dula. Maana Tex Dula ana basic kote. Sio muongeaji sana kwenye content zake. You are watching DSJ TV, the Courage Television.